Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Ni siku nyingine tena, nilikuwa napenda tukajifunze neno la Mungu kama kawaida yetu. Sisi tumetokana na neno, hivyo itatubidi tujifunze neno la Mungu kila siku. Nina ujumbe tena katika mwendelezo wa kusema Yesu ni nani? Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na mstari wa 23, Biblia inasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Hii nayo ni hatua nyingine ya kumjua Yesu. Pale mwanzo tulisema Yesu ni mwokozi wa watu wake. Yesu atakuja kuwaokoa wale watakao muamini. Tulisoma mistari, nadhani ni Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 na kuendelea hapo, utaona habari Yesu jinsi alivyozaliwa, nabii na maandiko kutimia. Lakini leo tunaangalia andiko linalosema Yesu kama Mungu pamoja na sisi. Kwa nini inaitwa Mungu pamoja na sisi? Katika bustani ya Edeni, ukisoma baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, walipomkosea Mungu, Mungu aliondoka kwa mwanadamu. Mungu alikuwa anaenda kuwatembelea, akaenda akamwita Adamu, Adamu. Adamu akasema, naam Bwana, nalisikia sauti yako bustanini nikajificha. Sasa kule kujificha ni ule uwepo wa Mungu ulitoka ndani ya Adamu, ndani ya Eva. Hawakuwa na mawasiliano na Mungu tena, Mungu akawa anapatikana kwa shida. Sasa baada ya sisi kuokoka, Mungu anaturudia tena baada ya yeye kutuokoa kwa njia ya kumwamini, kupitia kuiamini Injili ya Yesu Kristo. Anaturudia tena, anatuita, anakuja anasema yeye ni Mungu pamoja na sisi. Kwa ule uungu uliokuwa ndani ya Adamu zamani, ndio huo uungu ambao unakuja ndani yako unapokuwa umemwamini Yesu. Labda nikuonyeshe kitu kimoja. Adamu katika uungu wa Mungu uliokuwa ndani yake alipewa mamlaka ya kutoa majina ya wanyama, akaita simba, tembo, sungura, chui, wanyama wengine, tigers, buffalo, wanyama kibao, na kila kitu ambacho unakijua. Katika ule uungu wa Mungu uliokuwa ndani ya Adamu, Mungu alimpa mamlaka ya kushirikiana naye katika uumbaji wa vitu vilivyokuwa vimebakia, kama majina, urembo na nini, vitu kama hivyo. Sasa na wewe au mimi tunapokuwa tumeokoka, ule uungu wa Mungu unaokuja ndani yetu unakuja kutupa mamlaka ya kufanya kazi ya Mungu ambayo Mungu hajaitimiza. Nasema si hajaitimiza, sio kwa maana ya kwamba nguvu yake haipo. Yaani kwa mfano, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha, na habari nyingine inaendelea. Kwa kumbe kuna mambo ambayo Mungu ametuachia sisi tuyafanye. Kuna sehemu nyingine amesema, mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na kweli tunaona tunaweka mikono, wanapata afya. Kwa sababu gani? Mungu ameweka uungu wake ndani ya Yesu, akatuwekea sisi. Kwa hiyo sisi tunakuwa miungu, tunakuwa Mungu pamoja na Yesu hapa duniani. Yale ambayo Yesu anataka ayafanye akiwa mbinguni yanaingia ndani yetu, tunayafanya sisi. Kwa ule umungu wa Mungu unakuwa huko ndani yetu. Sio kwamba sisi tunachukua cheo chake, ila is a part, ni sehemu ya yeye kuiweka ndani yetu na kutufanya sisi tukafanya kazi yake. Mfano mwingine,
Musa, wakati wana wa Israeli wamelilia nyama, Mungu alimwambia achague wazee 70 kama sikosei, akaenda nao kwenye hema ya kukutania, akaenda akamuomba Mungu. Wakati anamuomba Mungu, sehemu ya roho ya Musa ikaingia kwa wale wazee, na wao wakaanza kuomba kama Musa. Kwa ule urahisi wa kazi ukapatikana kwa Musa. Kwa sababu gani? Nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani ya Musa kwa ajili ya majukumu ya wana wa Israeli ikaingia kwa watu wengine kuwarahisishia kazi. Hivyo kama kurahisisha kazi, uungu wa Mungu umetoka mbinguni umeingia ndani yangu kupitia kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Kwanza nikasamehewa dhambi, nikahesabiwa haki, lakini natarajia kutoka kwenye mwili huu kuingia kwenye mwili mwingine mbinguni, hiyo baadaye. Lakini zile nguvu za Mungu ambazo amezisema, amemfanya Yesu kuwa Mungu pamoja na sisi. Kwa hiyo wewe ni Mungu pamoja na Yesu. Mtu anakuuliza kwamba Yesu ni nani? Jibu lingine, Yesu ni Immanueli. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 23, Yesu ni Immanueli, Mungu pamoja na sisi. Anayotaka ayafanye, anayafanya ndani yako. Utawala wake, nguvu zake na utisho wake ameweka ndani yako kwa ajili ya kurahisisha kazi ya Mungu duniani. Wewe ni mwana wa ufalme, wewe ni mwana wa Mungu. Kama unamwamini Yesu, wewe ni Mungu pamoja na Yesu. Yesu ni nani? Yesu ni Mungu pamoja na sisi. Mathayo 1 sura ya 23. Mungu akubariki. Subscribe kwenye chaneli yetu, like, share na wengine. Mlowa TV. Mungu akubariki. Karibu sana kanisani. Ibada zinaendelea kila Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Jumatano mafundisho, Ijumaa maombi na maombezi, Jumapili ibada kuu, ibada ya wote. Mungu akubariki.